Sasa hapa nimchukulie nguo ipi? Naweza nikabeba hii hapa mwenyewe asitaki. Ila sio kesi. Kamsaliti yule na yule kamsaliti yule, msiba. Huu ni msiba mgumu, msiba, msiba, msiba. Huu ni msiba mgumu, msiba, msiba, msiba. Kwa nipigie, nimpe tahadhari kama mtu anakuja. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Sasa itakuwaje? Nafanyaje? Mungu tena. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Hapa. Moyo wangu umechoka. Blaza. Naam. Na imani shughuli za hapa tayari zishaisha. Kwa hiyo kinaendelea nini kingine cha zaidi hapa? Inaumiza sana, ila acha tu ipite. Kwa sasa hapa hakuna kinachoendelea, maana kama kuzika tushazika, na leo kulikuwa na tiba ya kuwatoa wafiwa ndani. Kama ulivyoona wafiwa washatoka, hivyo hakuna kinachoendelea, na hata watu washarudi manyumbani mwao. Ni sisi tu tulibaki hapa, ni kwa sababu ni familia. Mimi hapa nielekea lodi, nikajaribu kuulizia kama kuna mtu ambaye amemuona rafiki yangu, maana kuto kuwasili kwenye hiki kifo binafsi imeniuma sana. Najua namna ambavyo alikuwa anampenda mtoto wake, lakini maskini ya Mungu, hata sijui rafiki yangu nini kimemkuta. Hivyo nikitoka hapa naenda kufanya process za kujua nampataje. Blaza, mimi nimekuelewa. Ila kama nikibahatika kumuona katika matembezi yangu huko, basi nitakupatia taarifa. Okay, sawa. Naomba ukipata taarifa yoyote usikose kunijulisha. Basi blaza, haina shida. Machozi ya kimya yanadondoka, kuna wakuyafuta tena. Mapenzi yamenichoma moyoni. Hizi kusi again. Jaiga. Nilikupa Kweli? Sasa mke wangu, kuna jambo nataka tuzungumze kidogo. Unajua pale kazini kwetu sasa hivi
kuna kibinti kimeajiriwa pale karibuni. Hata sijui kwa nini bosi alikiajiri. Kimekuwa changamoto sana kwa upande wetu. Yaani sio mimi tu mume wako. Hata na wafanyakazi wenzangu pia. Yaani amekuwa ni shida, hata tunajuta kwa nini bosi alimwajiri. Ana matatizo gani? Sawa, yaani ana mambo nje ya ofisi. Ana mambo ya kwake binafsi nje ya kazi. Kitu ambacho kwenye ofisi yetu tunaweza kusema kwamba ndio kigeni kabisa. Lakini pia kwenye ofisi yetu ilikuwa ni jambo geni, yani hatujalizoea kwa kutokea. Hata tunajuta kwa nini bosi anamwajiri. Ndio. Jali mume wangu. Kuhusu hiyo ni ugeni tu wa kazi, labda atakaa sawa, mvumilieni. Ni kweli. Lakini nimeamua kukuambia mapema kwa sababu ninakupenda mtu wangu na hata wewe mwenyewe unajua. Napenda pia mume wangu. Ninasema sawa kwa yote, fanya urudi uniokote, sema nikufate popote, moyo nauma. Mke wangu, mimi naenda lodi kwanza kidogo. Ila sasa kitachojili chochote kile utanipigia simu. Haya, haina shida. Sawa? Sawa. Mume wangu kashaondoka. Hebu kwanza nikaulize kwa shoga yangu anakaa maeneo gani, ili nipate msaada zaidi wake. Yanauma, mapenzi yanauma, yanauma, mapenzi yanauma. Karibu. Karibu. Nimechoka. Shem, karibu. Hodi sana shemeji. Karibu kabisa. Hodi kabisa nyumbani. Karibu nyumbani Shem. Asante shemeji. Karibu shemeji. Asante shemeji. Karibu. Asante sana shemeji. Yuko nyumbani. Amina. Oh, bwana Maneno. Karibu sana. Blaza. Tachenga. Mimi sikuamini kama ningekukuta bwana. Nipo rafiki yangu, nenda wapi? Karibu sana bwana. Karibu bwana, pilika zako bwana, nikasema kumkuta kwa kweli. Nipo ndugu yangu. Vipi lakini haya? Safi. Zatoka kuachana kazini? Njema. Zatoka muda huu. Nashukuru Mungu. Mambo yanakwenda? Mambo yanaenda. Shem, niambie Shem. Poa Shem, zako nyumbani. Shwari, habari za hapa? Karibu shemeji. Naona mlikuwa mnaangalia tamthilia hapa. Unajua tena mambo yenu haya. Karibu. Tukiwa wapweke watoto bado shule basi badilishana kidogo. Sawa sana. Karibu Shem. Asante. Mambo yanaenda rafiki yangu. Bwana mimi nashukuru Mungu. Sema mimi mji wangu sio nichelewe sana. Nilikuja na kiukweli nimekaa kichwa changu akikaa sawa. Kuhusu pale kazini kwa yule mfanyakazi ambaye amekuja mpya. Sidhani kama sioni kama zote tukaenda mbali. Sioni kama zote tukaenda mahali kwa yule mfanyakazi. Sijajua wewe mwenzangu. Yule binti. Hapana, yani pale hapana. Sijajua mwenzangu umeliangaliaje au umemchukuliaje yule. Okay Chenga, sema umekuwa kama nabii ndugu yangu. Maana nilikuwa nazungumza na shemeji yako hapo. Nilikuwa namwambia changamoto tunazopitia kazini. Ndio. Nilikuwa namueleza kila kitu kuhusu binti. Maana sikuona vema kukaa kimya. Si unajua tena. Nashukuru, amenitia moyo sana. Ameniambia inawezekana ugeni wa kazi itakwenda mwisho wa siku atamuvu, mambo yatakaa vizuri. Kwa hiyo tutapita. Hii ni hatari. Amenitia moyo. Dadi. Karibu mwanangu. Marhaba, habari ya shule? Mama. Karibu mwanangu. Asante mama. Pole kwa uchovu. Marhaba. Wanadekezana sana. Kwa hiyo nashukuru amenitia nguvu shemeji yako. Ndio. Amenitia moyo sana. Ameniambia inawezekana ni ugeni wa kazi. Baadaye anaweza akakaa vizuri. Lakini nimemwambia kuna changamoto kubwa sana. Kama unavyozungumza. Mtihani mkubwa sana. I see. Yeah. Ile kitu hapana, yule mfanyakazi hapana. Yule mfanyakazi. Boss kaamua kufanya yake. Fanya kazi hapa. Boss kaamua kufanya yake hapa. Tutapita sasa, tutafanyaje sasa? Haya, si fanya kazi. Ni kwa shida sana. Sasa mimi bwana ache niwaache. Ndio Chenga. Nashukuru, nadhani yote ndani yote tutaona itakavyokuwa. Lakini hali wala sio mzuri.
Ni sawa. Hatuna namna. Shemeji. Acha mimi niwaachie. Hata maji ya kunywa tena. Hapana, hapa nyumbani. Siku tutakula. Kwa hiyo vema tutaona. Sema Chenga, nilikuwa na jobu sana wana. Bosi kanipa jobu sana. Sitakutoa leo. Hamna shida. Hamna shida. Haya, poa Chenga. Shoga yangu karibu. Asante shoga. Umewaka. Asante. Haya karibu. Asante sana shoga yangu. Yaani hapa nina shida. Nini nina matatizo. Nini shoga yangu? Yapi mwenzangu, ndugu wangu? Hebu niambie. Tasieni kuelekeza. Yaani sijui nianze wapi niishie wapi. Anzia hapo mwenzangu, nitakuelewa. Mume wangu alinifuata nyumbani kule. Akaniambia kwamba mume wanaumwa. Ndio. Sasa mule ndani nilifungia mtu. Baada kutoka tu nikafunga mlango nikaja huko kwa mama. Sasa ndani mwe kuna mtu mule ndani, ni shamba langu. Sasa mwanzo hapa anatetemeka, ni mwili unashwa wote una jasho. Shoga yangu pole. Kwanza nikupe pole na nikusimulia hata mimi mwenzako na majanga zaidi hayo yako. Vipi tena? Nimepata pigo hilo shoga yangu. Nani? Mwanangu kafariki. Yaani hapa wewe acha nakumbukia kabisa mwanangu jamani. Ilikuwa lini? Ilikuwaje kwaje mpaka kafariki jamani? Homa tu ya ghafla. Tulikuwa tupo pale tu, yani tulikuwa hapa nyumbani. Shemeji yako alikuwa kwa mzunguko yake. Ghafla mtoto alikuwa hapa nje, yani yani nasikia uchungu. Basi yani tangu ile shemeji yako na yeye alivyokuja kuangalia hali ya mtoto, akasema anaenda kuchukua dawa, maruka ya dawa. Yani mpaka nakwambia msiba hajashiriki msiba wa mwanae. Na mpaka sasa sijui yuko wapi, na simu ninapiga kila time hapa ni kushika simu kumpigia lakini simpati. Na sijui amepata nini mume wangu jamani. Kwa sasa shoga yangu, umefanya taratibu gani kumtafuta baba watoto wako? Shoga yangu, hatua zinafanyika, hakuna matunda yote tunayoyapata mpaka sasa. Tumegundua tu bora tukaangalia upande wa pili, tujue kwamba huyu mtu yupo hai au ameamua tu kutoka katika maisha yetu. Hivyo tu yani, acha tu shoga yangu. Yani hapa sielewi, nimechanganyikiwa hapa, maji hayapiti, chakula hakipiti. Pole sana shoga yangu, matatizo yalikokuta. Asante. Ila sasa naomba tu nisaidie. Nataka nikae nyumbani kwa mlango funguo. Ili nikukabidhi kama funguo kule, mtu tunasaidia na mazingira huko nyumbani, sielewi na shida. Sawa. Nitakusaidia shoga yangu, maana wewe ndugu wangu wakufa na kuzikana, wala sijali kwa hilo tu. Wala sio shida kwangu. Nitakusaidia japokuwa na mimi mwenyewe na majanga, ila acha udungu kufana. Sawa, kwa hilo haina shida. Nitashukuru sana kama msikia. Sawa, wewe usijali. Nitashukuru sana. Usijali. Tupo pamoja. Asante. Basi sasa ngoja mimi nikuache, niwahi kwa nyumbani. Sawa, mimi nipo mwenzangu, sina hata mwendo. Sasa tuende kuangalia siku nyingine. Haya, karibu. Sasa huyo mtu uko kwake aliyemfungia siku zote hizi anakula nini? Ila ngoja niache, nitaenda kuyaona huko mwenyewe. Nilikupa moyo na figa lakini hujona. Umebadilisha mwenendo na bado sijaona. Mama huyo. Mimi hapa baba. Habari mama. Salama baba, shikamoo. Mama siku unapendeza. Kivipi yani? Najua siku unapendeza sana mama. Hamna, ni swala kawaida tu. Sasa mama, nakupenda bwana. Sasa tuko wapi? Lakini mimi sio wewe mwanao. Mama, yani kukula mayai yake kitu cha kawaida. Sasa uliko wapi? Unaenda shuleni wakati huo na hela, ushachukua hela unaenda kule fresh unatumia. Sasa shida iko wapi? Hapana. Yaani mimi nakuona kama babangu mzazi. Sawa.
Hivi hata baba akija kaigundua ile swala, unadhani atakuchukulia? Alafu unasoma kuwa na akili, hayo mambo achana nayo mambo. Unatakiwa upate hela umetumia shuleni, unasikia? Hapana. Kiukweli utanisamehe. Siku nyingine tutaongea vizuri. Yanauma, mapenzi yanauma, yanauma, mapenzi yanauma, yanauma, mapenzi yanauma, yanauma, mapenzi yanauma. Minasema sawa kwa yote, fanya urudi uniokote, sema nikufate popote, moyo nauma, tatizo kukuposti, imenikosti. Na kuona hai kasikasi mwenzangu. Shoga yangu, Mungu ulikuja kwako. Nikuita ile funguo. Mbona ghafla shoga yangu, hujanipigia simu? Mwanzo kuna michanganyiko yote sielewi na sijui hata nafanyaje. Sawa, nitakusaidia maana mimi mwenyewe hapa hata sielewi. Yaani hiyo nayo niona ndo namtafuta mume wangu. Nipe huo funguo mimi. Haya sawa, huo hapa. Sasa udugu, huo funguo kwa naye makini, unakwenda kunyumbani. Kafungulie huyo mtu atoke. Sijana, nitakwambia, nitakupigia simu. Haya sawa. Haya. Mambo mrembo. Poa vipi? Safi, mimi natoka shule. Ndo narudi sasa shule. Okay sawa. Vipi unaweza kuwa nafasi leo? Ya, nafasi ninayo. Ila ngoja nikabadili mavazi. Hapo ndo ninapokupendea. Napenda. Kweli? Basi naomba usichelewe. Mimi nitakuwa niko pale nyumbani kusubiria. Sawa? Okay, sijali, nakuja hata simu. I love you. I love you too. Hizi kusi again. Hodi. Karibu.